Ni safari ya mwisho ya Bi Anastasia Sospeter Swea ambaye alizaliwa tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 1946 katika kijiji cha Shigala, wilaya ya Magu, mkoani Mwanza. Sikujua sana jina lake, lakini mmoja akaniambia anaitwa Malaika. Ni kweli? Sasa nikajaribu nani anipe maana ya jina hili na kwa nini aliitwa Malaika. Wengine wakasema vile, wakasema vile, lakini baadaye mmoja naelewa amenisaidia akasema yeye aliamua kwenye kipindi cha miaka ya nyuma kule 90 huko kuwa na mavazi marefu meupe ambayo jamii nyingine haina. Sivyo kweli? Mliokuwepo wakati huo. Yaani mavazi yake yakawa ya tofauti, mazuri. Ni huyu. Baadaye akaendelea na maisha yake. Baadaye akaingia kwenye huduma ya uchomaji wa mahindi, lakini bado alikuwa nje na ameliteka kanisa mgongo. Huyu amekutana na hiyo neema aliyoipokea zamani. Kumbuka, Roho Mtakatifu yumo ndani na hupiga kelele. Wakati jana tukishuhudiwa na mwinjilisti huyu hapa, kijana huyu, vile familia ilihusika kumshirikisha. Tunafurahi sana kwenye familia wanaotambua kwamba nadhani kuna uhitaji huu. Mara nyingi familia zetu nyingi wanauguza, lakini kila siku wanatamani ale nini tu mgonjwa wao. Anaenda kusalimu labda na tumu la juisi na nini, vitu vingi vizuri tu ambavyo ni sawa, lakini wengi familia hawatazami uhusiano wa mgonjwa na nani. Sijui mnanipata pale? Wengi mno watajitahidi, watajipanga kumudu. Ni vitu vizuri kupeleka nyama, kupeleka kila ambacho tunaweza kupea mazamu, lakini ni wachache mno wanaoguswa na Mungu kwamba wewe uko hapa, unafanya nini na huyu mgonjwa? Kwa sababu kwenye maisha tuliyonayo yana mwanzo na nini na mwisho. Unafanya nini pale? Tunapoona familia ya kutafuta makuhani wa kiroho na kupeleka huduma, ni jina la Bwana litukuzwe kweli. Kwa familia tunamshukuru Mungu katika hilo. Ni hatari ya kuzika wapagani, maana tumewahi hata kuona mtu alikuwa hataki kanisa mpaka anafariki, ndipo sasa ile dunia inaanza kwenda kwa padri, kwa askofu, kwa mchungaji. Unajua kuna wiki moja aliingia kanisani, nadhani alikuwa Mkristo, nadhani upagani, na unatutesa kweli, na kutengeneza yale maombi ya kusema tutafanya ibada ya maombezi ya wafu na wewe uwemo pagani. Mnapoamua hivyo, wacha Mungu, tunamtukuza Mungu. Safari ya mama huyu aliyeonekana tofauti sasa ameingia utukufuni mwa Bwana. Kifo cha Mungu ni baraka kubwa na hutambuliwa na Mungu mwenyewe. Yoshua sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2, neno linasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana,
Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Mungu anawatambua. Mungu watambua. Hiyo point ni ya muhimu. Wakati Moses anakufa, mtu aliyetengwa na Mungu kwa matumizi ya Mungu, mtu hodari katika historia, mtu ambaye alipambana kwa Farao, mtu ambaye alijibeba lile kundi akaingia na wajangwani miaka 40 akihangaika nao, na Yoshua alikuwepo pale kama mwandaliwaji wa kupokea kijiti. Anamaliza kazi yake akafa, na Mungu akajitambulisha, mtumishi wangu amekufa. Kufa kwa mcha Mungu ni baraka kubwa na hutambuliwa na Mungu mwenyewe. Semeni amen. Tunatoa pole kwa familia yote iliyopata msiba huu, ila tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya mama yetu Malaika ambaye amezaa mtoto mmoja, lakini mtoto huyo ilikuwa mbegu bora ambayo ilimpatia familia yenye faraja. Mbegu hiyo moja imeweza kuzaa watoto wengi ambao ni ukoo wake sasa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya huyo mtoto, lakini tunamshukuru Mungu pia kwa miaka aliyoishi mama yetu Malaika. Mama huyu sidhani kama kuna mtu asiyemfahamu. Sidhani kama kuna mtu aliyepita njia ile asisalimiane na huyu mama, iwe kwa kulishwa viazi au kwa mahindi aliyokuwa akiachoma. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi hiyo na tunawapa pole. Mungu awape faraja. Sisi wengine tumekuja kuomboleza na nyinyi, lakini tunaweza tukaondoka, faraja ya kweli imebaki kwa Mungu. Ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai wa mama yetu kipindi ambapo ipo hai, kwa zawadi hiyo ya uhai. Kupitia kipindi hicho amekuwa baraka kwa jamii, lakini pia amekuwa baraka kwa familia. Nikiwa sehemu ya wanajamii ambaye ni kiongozi wa jamii, tunatambua mchango wake, na sisi ambao tumekulia hapa ndani ya kata Igoma ni moja kati ya mama ambaye amekuwa sehemu ya malezi yetu sisi vijana ambao tumekuwa kipindi hicho, na nitaukumbuka sana utani wake na ucheshi wake. Mara nyingi nilipokuwa nikipita pale na kusalimiana naye, wakati mwingine alimchukulia kama mjukuu wake. Sasa ule utani wa mtu na mjukuu wake tutaukumbuka sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema pole kwa wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki na wote ambao tumeguswa na msiba huu. Pole sana. Upa pole sana ndugu yetu pamoja na familia yako. Swala hili sio swala jepesi linapotokea kwa kila mwanadamu, lakini tu Mungu akutie nguvu, Mungu akutie faraja pamoja na ukoo mzima, Nzengo na mtaa wote kwa pamoja. Bi Anastasia Sospita Swea alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Bunda mwaka 1956 hadi mwaka 1960. Alimpokea Yesu na kubatizwa tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 1961 katika kanisa la AICT Bunda na mchungaji Pakela. Aliolewa mnamo mwaka 1961, akabahatika kupata mtoto mmoja mwaka 1963. Marehemu Anastasia Sospita Swea alianza kuugua mwaka 2019. Alipata vipimo na matibabu katika hospitali ya mkoa Sekoture na kuonekana ana vimelea vya saratani. Hivyo alipata matibabu ya upasuaji wa kuondolewa titi la upande wa kushoto. Aliendelea kupata matibabu katika hospitali tofauti hadi mnamo tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026 hali yake ilipobadilika na kuwa mbaya. Hatimaye mauti alimkuta tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 10 usiku. Marehemu Anastasia Sospita Swea ameacha mtoto mmoja wa kiume, wajukuu 26 na vitukuu 31. Mtoto pekee wa marehemu Anastasia Sospita Swea anawashukuru ndugu na jamaa, marafiki, Nzengo pamoja na kanisa
na wote walioshiriki ibada ya kutoa heshima za mwisho kwa mama yake mzazi. Naitwa George Makoye Swea, ni mtoto wa marehemu Anastasia Sospita Swea anayepatikana Igoma. Napenda kuwashukuru makundi mbalimbali waliojitokeza kumsindikiza mama yangu mzazi kwenda kwenye kupumzika. Nawashukuru madaktari waliohangaika kwa kumhudumia mama. Pia nipende kuwashukuru wananzengo, majirani, kanisa la IC walikuwa endesha ibada. Pia nipende kuwashukuru kanisa la RC waliokuja kunitolea misa hapa nyumbani. Nashukuru tena wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, pia Mheshimiwa Diwani Msangoro kwa ushirikiano wake. Napenda kuwashukuru sana, sababu bila nyinyi mimi nisingefanikisha chochote. Msiba wa mama ni mzito. Kijiuliza, mimi ni mtoto peke yangu, sina kushauriana naye, lakini kupitia nyinyi nilifanikisha kumstiri mama yangu. Mama alikuwa mjasiriamali, alikuwa anaendesha na shughuli zake mbalimbali ambazo alikuwa anachoma mahindi. Anajulikana kwa jina la Malaika. Jina la Malaika alipenda kulitumia hilo sana kwa sababu malaika wa mbinguni ndio alimpasha habari Maria kwamba utajifungua mtoto. Sasa alikuwa anatumia hiyo njia kama silaha kwake kwa binadamu, kusisitiza upendo, kuheshimiana, kuvumiliana. Pia mama alitoka na kunihusia na naambia, kwanza yeye kupenda kulia. Naambia hata nikipumzika mwanangu usilie. Mweke nyimbo za dini, muimbe, sali na kuniombea tu, sababu siku yangu haijulikani siku gani. Waasa watoto wangu kwanza wampende Mungu, pia wapende wa binadamu wenzao. Upendo na mambo yote. Upendo ni furaha. Upendo unafunika mengi. Na watoto wangu waige upendo waliokuwa na fanya bibi yao. Bibi yao alikuwa na watu wengi wanampenda, hata wanangu wafuate hayo. Kwa ujumla, mama alikuwa ni kipenzi cha watu. Hata ukifika alipokuwa ananunulia mahindi, anapata yeye kwanza, wengine ndio wananunua. Yeye alikuwa ni kipenzi cha watu kwa sababu ya ucheshi wake. Alikuwa hajui kumnunia mtu. Naweza kumuuzi dakika 2, dakika zinazofuata ameshakusamea, ameshasahau kabisa, anafuta kwenye moyo wake. Alikuwa hana muda wa kushikilia jambo. Nishukuru sana diwani wangu, sababu ni mdogo wangu. Pia alikuwa anampenda hata mama. Alikuwa hawezi kupita hapo bila kusimama gari na kumsalimia mama. Nashukuru sana. Naitwa Musa George Swea, mjukuu wa kwanza kwa bibi yetu Malaika. Alikuwa anaitwa Anastasia Sospita Swea. Kiukweli alikuwa bibi yangu, rafiki yangu na jirani yangu. Ilikuwa ipiti siku 2 wala 3 hatujaongea chochote, mpaka kabla ya siku 2 nyuma kumkuta umauti, tulikuwa tumeongea mipango ya yeye kuja Dar es Salaam kuniona, sababu mimi naishi Dar es Salaam, ili tuongee mawili matatu na kuja kusalimia familia yangu. Kiukweli kifo hiki kimenigusa na kimenipa uchungu mkubwa sana, kwa sababu tulikuwa tuna mipango mingi mimi na bibi yangu. Ingawa alikuwa ni mzee, lakini ndo alikuwa mshauri wangu na ndo alikuwa tegemeo langu kwenye familia yangu.
kimawazo na ushauri pia, na tulikuwa tunataniana kwa mawili matatu kwa maneno yake aliyokuwa anapenda kuyasema. Upendo ni kila kitu, na kulishauri kupenda watu na kuishi watu vizuri, tafika mbali, na akikumbushia kwamba yeye kawapenda ukoo wake, na kusema ukimkubali Swea utakula kondoo, ukimkubali Yesu utaenda mbinguni. Ndio alikuwa maneno yake ya kila siku. Kwa kweli nawashukuru kwanza walioguswa na msiba huu na kuja kufika kutufariji sisi wajukuu na kumfariji baba yetu ambaye ni pekee, kazaliwa mmoja tu, ingawa kazuzaa sisi wengi, tuko watoto 26 na vitukuu 31. Kiukweli tumeondokewa na kipenzi chetu tulikuwa tunampenda, tutamkumbuka daima. Bi Malaika aliwasisitiza upendo wa wajukuu wake na kuwasihi kuishi vizuri na jamii, kujitoa na kuwa wazalendo zaidi. Mimi naitwa Rosemary. Mimi ni mjukuu wa Bi Malaika. Kiukweli bibi yetu alikuwa na upendo wa dhati sana. Hata hivyo hatuna budi kusema kazi ya Mungu haina makosa. Bibi yetu alikuwa ni mrembo, mzuri wa kusifika. Hata sisi aliwahi kutuambia, katika wajukuu zangu wote sidhani kama kuna mtu anaweza akaja akawahi kuwa mrembo kama mimi. Kwa ni kitu ambacho tu tulikuwa alikuwa ni msafi sana. Alikuwa ni hata kwenye biashara zake huwezi kukuta uchafu mahali popote. Ni bibi ambaye ni bibi wa kuigwa. Tumeumia sana na ni ngumu sana kuvumilia wala kusahau. Ndio hivyo tu. Tulimpenda sana bibi yetu sana. Alikuwa ni mcheshi, mambo na utani wa hapa na pale. Lakini ndio hivyo. Wanasema kila nafsi itaionja mauti. Jina naitwa Elizabeth George Swea, ni mjukuu wa Anastasia Sospita Swea. Mara mwisho kuongea na bibi nilikuwa hiyo siku nilikuwa namuaga naenda chuo. Akaniambia, mjukuu wangu, niombeeni sana ukasome, jitahidi. Na akawa ananitania hivi, somo moja ninunulie gari. Ndio hivyo. Na mimi ndio hivi nilikuwa nimeondoka. Ila bibi alikuwa mtu wa watu, rafiki yangu, kipenzi changu. Nampenda sana bibi yangu. Mimi naahidi kuwa mimi nitaishi na watu vizuri kama alivyokuwa anaishi na bibi yangu. Bibi alikuwa anaishi na watu vizuri sana, na mimi nitaishi na watu vizuri, nitapenda kila mtu, nitajali. Bibi alikuwa anatuambia tusali sana. Japokuwa alikuwa hapendi kwenda kanisani, lakini alikuwa anasali mno. Alikuwa anapenda kuimba, kututania, alikuwa na matani sana. Naitwa Yusta Peter. Nilikuwa naishi na Malaika kama rafiki yangu. Alafu nikawa naenda kazini kibaruani, namuachia wajukuu wangu hao. Sasa nilipokuwa namuachia, akakimfuata, anakaita, mume wangu, wewe ndio mume wangu. Akawa akiteremka kunywa chai, lazima amletee chochote, hata pipi, hata andazi, hata kitumbua. Alikuwa jirani mwema, na mimi nilimulilia sana, aliniuma. Mambo ya kuzungumza ajili ya uzee tu na kuumwa. Mimi naumwa hivi, mara kuonyesha kifua chake, ugonjwa wake ulivyo, ananionyesha, nampa pole. Ndivyo hivyo wazee tukizeeka tunakutana na maradhi mengi. Naitwa Abel Gembe. Umekuwa nami katika simulizi hii ya safari ya mwisho ya marehemu Anastasia Sospita Swea. Hii ni CTV Online. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina lake libarikiwe.